Mwanamke, mwanaume ambaye ni mlevi, anayekunywa pombe, anapokuja katika maisha yako akataka kuanzisha mahusiano na wewe, anataka uwe mpenzi wake, anataka kukuoa, usikubali kuanzisha naye mahusiano mpaka kwanza umsaidie huyo mwanaume aweze kuacha pombe. Ukiona mwanaume yoyote ambaye ni mlevi anakunywa pombe amekuja kwenye maisha yako, jua kabisa amekuja kupata msaada. Yeye mwenyewe peke yake kwa akili zake hawezi. Kuna vitu vingi sisi wanaume kwa akili zetu hatuwezi. Tunapokuja katika maisha yenu nyinyi wanawake, mnatakiwa mtusaidie kwanza, kabla hamjatupenda, kabla hamjatuweka mioyoni mwenu. Kwanza mtusaidie kuacha yale madhaifu. Kama mwanaume ana gubu, msaidie kuliacha hilo gubu. Kama hujamsaidia akaliacha, akabadilika, jua kabisa hilo gubu litakuja kukutesa katika maisha yako yote. Kama ni mlevi na ukamwacha hivyo hivyo, ukamchukua na ulevi wake ukamweka moyoni mwako, jua kabisa hiyo dhambi ya ulevi ndio itakayokutesa. Kumbuka ya kwamba wewe na yeye mnaoana, alafu mnakuja kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo kama yeye ni mlevi, unakwenda kuwa mwili mmoja na mlevi. Kwa hiyo wewe na yeye wote mnashiriki dhambi ya ulevi. Kumbuka wewe na yeye ni mwili mmoja. Kwa hiyo yeye akilewa, wewe umelewa. Kama yeye ni mzinifu na haukumsaidia kuacha dhambi ya uzinifu, jua kabisa akienda kuzini na wewe umezini. Wote mnashiriki dhambi ya uzinifu. Hakikisha mwanaume yoyote anayekuja katika maisha yako, msaidie kwanza kuacha tabia zake alizokuja nazo kwako. Usimpokee mwanaume na tabia zake kama zilivyo alizozaliwa navyo huko ukampokea nazo. No. Kwanza hakikisha umemsaidia ameacha tabia zake, ndio mweke moyoni mwako. Dhambi moja ambayo wanawake wengi mnaoifanya, mwanaume akija katika maisha yako unamchukua kama alivyo, unaanza kulala naye, unaanza kuzaa naye na mengineyo yanaendelea. Sasa hiyo ni kosa ambalo wanawake wengi mnalifanya. Mwanaume akija kwenye maisha yako, usianze kulala naye wala kuzaa naye. Kwanza anza kumtengeneza awe vile ambavyo wewe unataka awe. Mwanaume kama haujamtengeneza, hawezi kuwa vile unavyotaka wewe awe. Atakuwa vile anavyotaka yeye awe. Ndio maana wanaume wengi wanawapanda wanawake vichwani, wanaumiza wanawake kwenye mahusiano, kwenye ndoa, wanaharibu maisha ya mwanamke. Mwanaume kama hujamtengeneza akawa vile unavyotaka awe, lazima ataharibu. Lazima ataharibu maisha yako. Maisha yako lazima yataharibika. Sasa kabla hajaribu maisha yako, mtengeneze. Ukishamtengeneza, hawezi kuharibu maisha yako. Atakuwa vile ambavyo wewe unataka awe. Utaenjoy maisha. Kwa sababu yupo vile anavyotaka awe. Atafanya kile unachotaka katika maisha yako. Atakufanya hivyo. Ukimwambia usichelewe kurudi, atawahi kurudi nyumbani. Ukimwambia acha hivi, ataacha. Tengeneza mwanaume atakayekuja kukusikiliza na kukuheshimu kabla haujalala naye. Mbaya zaidi, wanawake wengi mnaanza kulala na wanaume, alafu baadaye ndio unataka uanze kumtengeneza mwanaume ambaye ushalala naye. Mwanaume ambaye ushalala naye ni ngumu sana kuendelea kumtengeneza. Usikose kulike, kucomment na kushare ili uweze kupata episode zinazofuata.